havimzuii tembo kunywa maji. Paulo, nipishe. Yes, tu eti nipishe nipike. Unachukua unaniweza sio? Unaniweza? Sasa nikwambie. Leo umeamunya. Sasa nadhani ushajua. Jua limeangukia upande gani? Shapi kisu iko mwanangu. Kisu iko mwanangu. Yaani leo ndo nimeamini kwamba wewe ni mnyama kiasi gani mdogo wangu. Wewe umekuwa mtu design gani wewe? Unataka kumtoa leo ndugu yako? Unataka kumtoa ndugu yako na kuuliza? Mtizame kwanza alipochafuka mtizame kwanza. Choma kisu chako cha kuchoma. Nichoma ili mpumzike na katika dunia hii. Yaani muwe na amani. Nichome hicho kisu chako. Wewe si muaji. Wewe si katili chinja wewe. Nichinje sasa mimi ili ulizike na roho yako. Nichinje mbona nashinda kunichinja? Nichinje sasa. Nichinje sana. Wewe. Yaani nimeshakwambia sikukwambia mdogo wangu. Huyu mnyama huyu usiongozane naye. Au unaweza kufanyia? Usingetokea sasa kuwa kali wewe. Hivi vitu huwezi tuachie sisi wenyewe. Kinoge. Kinoge. Wewe nani? Nadia wangu umekifahamu vipi? Nadhani mavazi yangu yanajitambulisha vyema kwa mimi nani kwako nimekuja. Ni familia ya Mzee Vomboko. Naona mnazidi kunichimba katika mambo yangu. Sasa nikiendelea kunifuatilia Shafi, nitawafanya mtumba kama huyu ndugu yenu mnapomwona. Mama. Bwana, sisi tunashukuru kuja kutuangalia. Na kingine, sisi wenzio katika familia yetu tunapitia changamoto kubwa. Yaani changamoto ambayo inaumiza vichwa. Yaani inaumiza, unajua kuumizwa vichwa? Yaani
Yaani sisi ndugu yangu hatuelewi mkosi gani ulioingia katika familia yetu. Hivi ninavyokuambia, juzi tu hapa juzi nisingekwenda sokoni. I say Shafii na Paulo saizi tushaozika muda mrefu. Walitaka kuuana wale watu. Yaani mimi natokeza tu katika kona nakuta Shafii amemshikia Paulo kisu. Yaani nisingewania, yaani ningechelewa kidogo tu saizi ameshamuua mwenzie. Nikajiuliza jamani, familia kama imepigwa laana, watu mnachogombea nyie nini? Kila mmoja mtizama mwenzie. Utaona. Na haya yote yametokana na hichi kifo cha huyu mtoto. Lakini ninachokuambia kitu kimoja. Nikimuuliza Paulo kuhusu hili tatizo, hanipi jibu kamili. Nikimuuliza Shafii kuhusu tatizo hili lilotokea, hanipi jibu. Cha kusikitisha, majirani wanatuonyoshea sisi vidole. Na baba huyo mtoto ndo kabisa ameshatutishia hadi hapo. Yaani moyo yote inanyong'onyea, mioyo yote inanyong'onyea tu na raha. Sasa hapa kiubinadamu ndugu yangu, tunataka tukuulize tu. Yaani tunakuuliza tu kiubinadamu, si unajua tena. Kwa sababu wewe ndio ushughulikia ile maiti. Nataka tukuulize kitu. Wakati unamuosha ule mtoto, kuna kitu chochote ambacho cha ajabu ulikiona? Hapana. Ni mwenyewe katika kumbukumbu zangu kuna mtu kaja akaniambia, kwa macho yangu nikimuona na kwa masikio yangu nikimsikia, akiniambia kwamba yule mtoto kitovu chake hakionekani, kimepotea katika mazingira ya kutatanisha kaka. Unashangaa unavyosema hapana. Na vile vile dada, kuna jambo mimi linanitatiza. Yaani ni zito. Nimeota ndoto. Yaani sielewi. Ni kweli ama vipi? Nimemuotea Shafii. Yaani nimeotea Shafii yupo katika mazingira ya kutatanisha kabisa. Mzukule sio mzukule. Yaani yupo tu anatoka medubwasha meupe. Na huyo mkaka aliyekuja kuniamsha kavaa mavazi ya design mbili, meusi na mekundu. Ni mwembamba tu hivi na kuniambia kwamba yaani kataja kabisa familia yetu. Tukiendelea kumfuatilia atatufanya kama Shafii mtumba. Na wewe tena unavyoniambia kuhusiana ameshikia na kisu huko, na haya mambo ndo kabisa yanatuchanganya. Ndugu zangu, Ndio. Tangu nimeianza hii kazi, swala hili kwangu ni geni. Halijawahi kutokea hata siku hii. Kwa sababu mimi nikifeli katika kazi zangu nawaita hawa vijana, au naongopa bwana? Ni kweli kabisa. Anachosema mzee hapo wala hajaongopa. Yaani yuko sahihi kabisa. Yaani kama ni laana, basi Ida tutafuna kweli kweli. Na mdogo na hatujui mzizi wake uko wapi. Kaka, tusaidie kwa hili. Tumenyanyuka. Yule kafanana naye kabisa. Yaani msijaribu hata kidogo kuzungumza huyo mtani. Tena afanye hata kidogo. Mimi nakwambia. Yaani msijaribu hata, muacheni apite jamani. Kwa sababu mimi mwenyewe nishakutana naye mara kadhaa akawa ananiona.
tusiwe tunamfuatilia na tusiwe tunamzungumzia hata kidogo. Atafanya chochote juu yetu. Yaani mwacheni. Ni hatari mno. Tusisubutu hata kidogo. Sasa hivi hapo jamani. Hivi kikao nimewahi au nimechelewa? Salibeni waliovaa tisheti nyeupe hapo. Wewe kijana. Hivi unafahamu huyo? Hapana mzee. Simfahamu. Sasa mbona nakusalimia wewe peke yako? Sijui. Kama kama tukimsalimia. Kiukweli simfahamu. Ila ananitisha tu. Na kila nikikutana naye ni hivyo hivyo. Ananipiga vitisho na ananiambia kuwa tusimfuatilie, tusiwe tunamuongelea, ataangamiza familia yetu. Nisikilizeni nyinyi watoto wa mzee Mbomboko. Swala hili lisiwasumbue. Yaani mrelax kabisa. Hili swala dogo sana. Litaisha. Sawa. Mume wangu, kila panapokucha huwa nakwambia achana na hiyo kazi, itakuja kukumaliza. Mbona unielewi? Mbona unakuwa mkaidi hivyo? Angalia maneno yanapotapakaa mtaani, ni ajabu ajabu, aje ananitisha. Kabla sijawa na wewe nilikuwa nafanya hivi vitu. Na baada ya kuwa na wewe naendelea kufanya hivi vitu. Kwa hiyo usinivuruge. Hata kama kazi yako ni ya mochwari, lakini sio mimi. Ona sasa, mtaa mzima unanuka. Mosha maiti, mosha maiti. Maiti inapokuja mochwari, huwa kuosha. Napata hela ndefu. Kwa hiyo hawa watu wadogo wasimtanie mimi akili yangu. Pesa kwa ajili ya upumbavu wao. Sio kweli. Kila nakwambia unielewe. Basi na kuwaza kwenye mtaa. Kote ya mbali. Kwani unamfahamu huyo? Hapana mzee. Simfahamu.